Njia za uzazi wa mpango ambazo ni salama kwa maana kwamba haziingizi dawa wala kemikali ya aina yoyote kwenye mwili wako. Watu wengi wanatamani kutumia njia za uzazi wa mpango, lakini changamoto inakuja kwamba njia nyingi za uzazi wa mpango zina kemikali, zinaingiza homoni kwenye mwili wako, homoni ambazo madhara yake ni makubwa na huwa yanakuja kuonekana mwishoni. Tayari unakuwa umeshatumia na hauwezi kurudisha nyuma ili uweze kurekebisha yale madhara. Lakini kwenye video hii ninaenda kueleza njia ambazo haziingizi homoni, kemikali hata moja ambayo itaenda kubadilisha homoni zako mwilini. Hapa sizungumzii masuala ya vijiti, sizungumzii masuala ya sindano wala vidonge vya uzazi wa mpango ambavyo kwa ujumla wake vinaingiza homoni kwenye mwili wako. Sasa kabla hatujaenda ndani zaidi kuzieleza njia ambazo ni salama, nataka nitoe rai kwamba njia hizi zinahitaji ushirikiano wa mwanaume na mwanamke, kwa sababu kuna nafasi anatakiwa play mwanaume, lakini pia kuna nafasi anatakiwa play mwanamke. Kwa hivyo nahitaji attention yako wewe mwanaume, lakini pia wewe mwanamke. Njia ya kwanza ni kumwagia nje. Njia hii inamhusu zaidi mwanaume. Hii inatumia mbinu ya kwamba pale ambapo mwanaume anakuwa anaelekea kufika kileleni, anakaribia kumwaga mbegu zake, basi anatoa nje sehemu ya uume wake ili mbegu zisije zikaingia ndani na kusababisha mwanamke akashika ujauzito. Kwa hiyo mwanaume anatakiwa aweke umakini na akili yake zaidi kwenye tendo la ndoa. Pale ambapo atahisi kwamba anakaribia kumwaga, basi aweze kutoa maumbile yake na kuelekezea pembeni ili mbegu zisiweze kuingia ndani. Njia hii usipojizuia vizuri, basi jua mwanamke wako anaenda kushika ujauzito. Ukiizingatia vizuri, ukaitumia vizuri, haina madhara yoyote kwako wewe na kwa mwanamke wako. Njia ya pili ni njia ya kalenda. Njia hii inahusu mwanamke. Mwanamke anatakiwa ausome mzunguko wake kwa muda mrefu, sio chini ya miezi 6. Akisha kuusoma aweze kujua sasa ni siku zipi anakuwa kwenye siku za rutuba, siku ambazo zina uwezekano mkubwa wa kushika ujauzito. Halafu siku hizo aziepuke, asishiriki tendo la ndoa ndani ya siku hizo. Lakini kwa urahisi zaidi, mara nyingi siku hizi za rutuba au siku za hatari huwa zipo katikati ya mzunguko. Kwa mfano, kwa mwanamke ambaye siku zake ni 30, chukua siku 30 halafu toa siku 14. Siku utakazopata ndo siku ambazo ni za hatari. Kwenye hiyo siku ambayo umeipata, ongeza siku 3 mbele na siku 3 nyuma kwa ajili ya dharura, kwa sababu yai linaweza likachelewa au likawahi. Kwa ukiongeza siku mbele na ukapunguza siku nyuma, hizi siku kama 7 zinakupa uhakika wa wewe kushiriki tendo la ndoa bila kushika ujauzito, endapo utaziepuka hizo siku 7. Njia ya tatu ni njia ya ute wa kwenye mlango wa kizazi. Njia hii inakuhusu wewe mwanamke. Unatakiwa ujichunguze na ufuatilie mzunguko wako wa hedhi, uangalie ni siku zipi zinakuwa na ute mzito na siku zipi zinakuwa na ute mlaini kama ute wa yai bichi. Siku ambazo ute wako ni mlaini, basi ndo siku ambazo unatakiwa uepuke kushiriki tendo la ndoa kama hauhitaji mtoto. Lakini kama wewe unahitaji mtoto, basi siku hizi ambazo ute ni mlaini, basi ni siku bora kwako wewe kushiriki tendo la ndoa. Sasa basi unatakiwa kuufuatilia mzunguko wako wa hedhi kwa miezi kadhaa ili uweze kujiridhisha tofauti ya ute kipindi ambacho haupo kwenye siku za rutuba na ute siku ambazo upo kwenye siku za rutuba. Kila mwanamke anaweza kujishika na kujiangalia na kujua tofauti ya ute. Njia ya 4 ni njia ya joto la mwili. Njia hii inahusu mwanamke kufuatilia joto lake la mwili na kuangalia siku ambazo joto linakuwa limepanda. Siku ambazo joto linakuwa limepanda, basi ni siku ambazo zinakuwa
ni za rutuba. Kwa hiyo ukiona joto lako limepanda, hauna homa lakini joto limepanda na unahitaji kuepuka kushika ujauzito, basi siku hiyo usishiriki tendo la ndoa. Ukishiriki tendo la ndoa siku ambayo joto limepanda, basi kuna uwezekano mkubwa sana kwako wewe kushika ujauzito. Na kwako wewe ambaye unahitaji mtoto, basi siku ambayo joto limepanda ni siku bora kabisa kwako wewe kushiriki tendo la ndoa. Njia ya tano ni njia ya mabadiliko ya hisia. Kuna kile kipindi ambacho unakuwa kwenye hisia kali za kushiriki tendo la ndoa. Wewe mwanamke unakuwa kwenye hisia kali za kutamani kushiriki tendo la ndoa, basi jua siku hiyo ni siku ya hatari ya kushika ujauzito. Ni siku ambayo uwezekano wa wewe kushika ujauzito ni mkubwa kupita kiasi, na kama utakuwa makini siku hiyo ambayo una hamu ya kushiriki tendo la ndoa kwa kiasi kikubwa kupita kiasi, ukijiangalia ute wako lazima utakuwa ni mlaini. Ukijiangalia joto lako pia litakuwa limepanda. Basi kama hauhitaji kushika mtoto, basi siku hii jitahidi ujizuie, usimwite mwenza wako mkaja mkashiriki tendo la ndoa, kwa sababu kitakachopatikana pale ni ujauzito. Ukijitahidi kuvumilia siku hizi ambazo unakuwa na hisia kali za kushiriki tendo la ndoa, basi utakuwa umewin game la kuepuka njia za uzazi wa mpango ambazo zina dawa, zina kemikali ambazo madhara yake ni makubwa. Inabidi ujizuie usishiriki tendo la ndoa siku hii ambayo hisia zako ziko juu sana. Mbinu ya sita ni kutumia kondom. Ndiyo, kondom. Kondom ni mbinu bora kabisa ya kuzuia usiweze kushika ujauzito endapo utaitumia kwa usahihi. Njia hii inahitaji ushirikiano kati ya mwanamke na mwanaume. Kwanza utumie kondom sahihi, utumie kondom ambayo haija expire na uichane vizuri, uivae vizuri, uitumie vizuri na muda wa kuivua uweze kuivua vizuri. Yaani uhakikishe hakuna mbegu hata moja, majimaji pia yale ya uzazi ya mwanaume yasiweze kuingia ndani ya mfumo wa uzazi wa mwanamke. Ukiweza hapo, basi utakuwa umetumia kondom kwa usahihi na hautashika ujauzito. Lakini shida ni kwamba kuna mila potofu, kuna imani potofu kwamba kondom inapunguza ladha ya tendo la ndoa, lakini nikuhakikishie kwamba njia hii haipunguzi ladha ya tendo la ndoa. Njia ya mwisho ni njia ya kunyonyesha. Njia hii ni maalum kwa ajili ya wanawake ambao wametoka kujifungua. Unajua kuna wale wanawake ambao huwa wanajifungua halafu baada ya muda mfupi anabeba tena ujauzito. Wanawake hao mara nyingi huwa hawanyonyeshi vizuri watoto wao. Kama kweli wewe umetoka kujifungua na ukamnyonyesha mtoto wako kwa mfululizo bila kuacha, bila kumpa chakula kingine, bila kumpa maji, ukamnyonyesha vizuri kwa miezi 6, kitendo cha kumnyonyesha kinakuweka kwenye faida ya kukuepusha kushika ujauzito. Hii inaitwa lactation amenorrhea. Wanawake wote ambao wananyonyesha wakifata unyonyeshaji mzuri huwa wanajikuta wanapunguza uwezekano wao wa kushika ujauzito kipindi ambacho wananyonyesha. Njia hizi ukizifata vizuri, basi utakuwa umejiepusha na kujitenga kwenye kundi la wanawake ambao wanahatarisha afya zao kwa kutumia njia za uzazi wa mpango ambazo ni hatarishi, zina kemikali, zina homoni, zina kubadilisha mifumo yao ya afya ya uzazi. Leo anafurahia lakini kesho anaanza kulia kutafuta mtoto. Jifunze zaidi kwenye chaneli yangu, tazama video zingine. Afya yako, elimika.